ni kutumia akili. Tunaelewana? Na tukitoa ile mahindi tunatoa shambani, mtaona hiyo bei itafika 115, 110 ikielekea 100. That is where we want to drive these prices. Kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Mumeona tumepeleka budget yetu ya kwanza jana kule bunge. Na hiyo budget tumeondoa ushuru ya mambo ya chai. Tumesema hatutaki wakulima wa chai walipe ushuru ile walikuwa wakilipa. Ndio pesa zaidi ziweze kufika kwa mfuko ya mkulima. Pia tumeondoa mambo ya ushuru pia kwa ile packaging ya kuuza chai yetu. Tuhakikishe vile vile tunaongeza value addition, tunaongeza agro processing, ajira ipatikane na pesa zaidi ipatikane. Badala ya sisi kuuza chai kwa ile magunia, sasa tunataka kufanya value addition ndio tuweze kupata pesa zaidi katika kilimo yetu ya chai, kilimo ya kahawa na ukulima kwa ujumla. Nyinyi mnanielewa jameni? Vile vile katika hiyo mpango tumesema tunataka kupunguza gharama ya gas. Hatutaki watu waendelee kutumia kuni ama kutumia makaa. Tunataka kuhakikisha kwamba gas inapatikana kwa njia rahisi, ndio tuhakikisha kwamba sehemu zote hasa za miji wako na gas ya kutosha. Ile 8% ambayo gas ilikuwa inalipiwa kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 tumeondoa hiyo tax, ndio tuhakikisha kwamba clean cooking inaendelea katika taifa letu la Kenya. Hapa kwenu Bomet, mimi najua ile stima mko nayo haijafika kwa manyumba yote, si ni kweli? Si ni kweli? Mahasla wengi hapa hawajapata stima. Si ni kweli? To monyoru. Amjapata. Sasa waziri wa stima yuko area. Si ndio? Na nitamwambia apange hiyo kazi. Ile kazi ya kwanza ambayo tunataka kupanga ni ile main line ambayo inaunganisha kule Olkaria, hapa Bomet, mpaka Migori, mpaka ifike Muhoroni. Hiyo line kubwa tumepata pesa kutoka marafiki zetu wa huko Korea. Na hiyo kazi imeanza. Mtupatie 1.5 tutakamilisha hiyo line kubwa, kwa sababu hata yule ambaye yako na stima, jioni stima inaanza tena kupotea. Si ni namna hiyo? Kwa sababu ile line mko naye ni weak. So tunataka kutengeneza line kubwa ya 132 kVA. Ndio kila mahali ambapo tunaongeza stima, hiyo stima inakuwa reliable. Tumekubaliana jameni? Hawa kasi? Vile vile mimi nataka mjue ya kwamba katika hii safari tunataka kupanga ajira ya hawa vijana. Vijana mko? Vijana mko? Vijana mko? Munisikize kwa makini my friends. Hapa Bomet tumesema tunataka kuja kufanya program yetu ya housing. Hiyo program ya housing tunaanza na nyumba 3,000. Hiyo nyumba 3,000 inahitaji vijana 10,000 wa kufanya hiyo kazi. Tunataka plumbers, tunataka electricians, tunataka masons, tunataka carpenters, tunataka electricians na wale wengine wote ambao watatusaidia hiyo kazi. Watu vijana wa Bomet mko tayari? Mko tayari tuanzishe hiyo kibarua? Na hiyo kazi mimi nitarudi hapa hivi karibuni kuja kuianzisha rasmi. Ndio tuendelee na kupanga ajira ya vijana wetu. Vile vile tumekubaliana na county government ya kwamba waweke pesa ya kujenga agricultural aggregation and industrial park, kumaanisha ya kwamba tunataka hii mazao yenu yote ya avocado, ya kitunguu hiyo umesema, na hiyo ingine yote tunataka tuwe na mahali ambayo tunakusanya mazao yetu yote, ndio tuondoe brokers wale wanatunyang'anya mali yetu ama mazao yetu. Tuwe na industrial park hapa Bomet ambayo tunafanya aggregation na alafu tunafanya value addition pale, ndio tuwatafutie soko ya sawa sawa. Kila mtu ambaye anataka kununua kutoka wafugaji ama wakulima wa Bomet, utakutana pale sokoni. Wasikuja kutusumbua mashambani na kupunguza bei. Tunataka tukutane na hawa kule tupige bei.
Na pale katika hiyo industrial park ambaye tutakuwa nayo pale, tutakuwa pia mpaka na cold rooms. Ninyi mnanielewa? Tutakuwa na cold room facility. Alafu kama bei haijashika vizuri, tunafungia kwa cold room, tunaambia huyo mtu aende atafute pesa. Mpaka alete pesa ya kutosha. Ama namna gani? Tuko pamoja? Vile vile mimi najua nyinyi ni wafugaji. Tosmotinye tuka? So mimi nataka niwaambie mambo ya maziwa. Tumekubaliana ya kwamba lazima tusaidie wakulima wetu wa maziwa. Mnajua tulikuwa na program ambaye tungewasaidia na ile mitungi ya coolers ambaye itawasaidia in every part. Nataka county government, MCAs wako hapa, speaker wetu yuko hapa, governor ngawaja ako ngambo, deputy governor yuko hapa. Tunataka tukubaliane na nyinyi. Tunawapatia milk coolers 30 Bomet County. Kila ward iwe na milk cooler ya kukusanya maziwa yao. Na tutumie hiyo milk cooler kuhakikisha kwamba tunafanya processing ya maziwa yetu. Hii bei ya shilingi 30, sijui shilingi ngapi, hapana. Bei ianzie 50 ikienda mbele. Na kama hakuna 50 kwenda mbele, maziwa yetu tunaweka kwa kula mpaka akuje na pesa ya kutosha. Anane. Magerge. So, tunataka kuendelea namna hiyo, tupangane namna hiyo na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Tumekubaliana watu wa Bomet. So, barabara yenu hii, barabara zile zingine, mambo yenu hiyo ingine, hii college ambayo iko hapa. Hii ya SOT. Nimeambiwa ya kwamba mnataka iwe ya maana. Sijui ni maana gani. Unataka ipande juu kidogo? Unataka ikuwe national? Asikolia? So, okay. Nitapitia hapo saa hizi ndio nipime vizuri. Si ndio? So, hiyo college yenu nimekubaliana na mjumbe wenu. Ya kwamba nitapitia hapo. Nitawasaidia shilingi milioni 5 ya kuongezea kidogo bei kuje. Simomwa national buch. Anane. Sikitunga tajinge biribei kwa nambei. Anane ole. So, tutapangana hivyo kwa sababu mnajua nilikuja hapo katika siku ile tulianzisha hiyo college ya SOT hapo. Ilikuwa kwa madarasa madogo pale. Lakini nimefurahi sasa, nyinyi ni watu wa maana sana. Nasikia wanafunzi pale ni 3,000 plus. Si ndio? Sasa nataka niwaambie hivi. Mutasikia wiki ijayo. Tutatangaza muongozo mpya ya mambo ya TVET na mambo ya university. Kwa sababu universities zetu wako na matatizo makubwa. Hata hii college yenu hapa walimu wengi wanalipiwa na board. Si ni kweli? So tumekubaliana kwanza. Tunaajiri walimu wa TVET wapya 1,300 kabla ya June this year. Alafu baada ya June tunaajiri walimu wengine 2,000. Ndio wazazi na board iwache kulipa walimu, walipwe na serikali ya Kenya. Tunaelewana? Jambo la pili, tunajua ya kwamba pale pia capitation ya hawa vijana ambao wanasoma pale iko chini. So tumekubaliana, universities zetu wako na matatizo makubwa. Tumeketi chini na vice chancellors, tumeketi chini na board ya university na councils, na tumekubaliana tunaongeza ile pesa inaenda kwa university, ndio university isijisimamie, na wale watoto wa chini ambao hawajiwezi tuwalipie scholarship ya kutosha. Tumekubaliana kama viongozi na kama serikali ya kwamba hatutakuwa tunapatia pesa tena university kama grant. Hapana, tutakuwa tunapatia mwanafunzi kama scholarship. Ndio kila mwanafunzi asimamie scholarship yake. Nyinyi mnanielewa? Au kasobiga koroni? Tuko pamoja? Tunaendelea pamoja? So mimi sitaki kusema sana. Hapa niko na ndugu zangu wengi. Na nitapatia mjumbe wenu wasalimiane. Na nipatie wadosi hao wengine waseme. Hawa watu wengine wote mimi nataka niwahakikishie. Mimi nataka niwahakikishie. Si kazi Rigiji yako area.
Mimi nataka niwaambie hivi. Si tulimaliza uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8? Ama si mulipiga kura ya MCA na ya mbunge na senator na governor na women rep pamoja na kura ya rais? Nyinyi mulipiga kura ya rais, hamukupiga? Iliisha ama ilibaki? Si iliisha tarehe 9 mwezi wa 8? Sasa hawa majamaa bado wanatuuliza nini? Mimi nataka niwaeleze wale marafiki zetu, my friends, mambo ya uchaguzi iliisha. Maneno ya kuletea sisi wananchi wa Kenya vita, kuwapiganisha, kuwaletea fujo, kuharibu mali yao, hiyo kwa sababu mimi nimechaguliwa kama rais wa Kenya na niko na kibali ya kutetea haki ya kila Mkenya na niko na ruhusa ya katiba ya kuhakikisha kwamba mali na maisha ya kila mwananchi inalindwa. Sitaruhusu mtu yeyote kuharibu mali ya wananchi, kuharibu biashara ya wananchi, kulete fujo, kulete vita katika taifa letu la Kenya kwa mambo ambayo hayaeleweki. Mimi nataka niwaeleze hawa majamaa, enough is enough. We cannot allow anybody, irrespective of whatever issues they are chasing, to cause violence, to cause chaos, to destroy property, to destroy people's business on account of them wanting selfish issues. We have agreed, let us go to parliament, tumalizane na viongozi kule bunge. Wachaneni na wananchi wa Kenya. Wachana na biashara ya kina mama mboga. Wachana na biashara ya watu wadogo. Nyinyi mko na biashara zenu na hakuna imeharibiwa barabarani. Nyinyi endeni tuongee kule bunge. Kama hamtaki tuongee kule bunge, mjipange. Ama namna gani? Tunaelewana jameni? Watu wasilete mchezo bwana. Hii mchezo imetosha. Hii mchezo imetosha. Hii mchezo imetosha. Enough is enough. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Si wao ndio walikuwa wanaendesha serikali? Si wao ndio walikuwa na system na deep state na hiyo ingine? Sasa hii wanatuuliza kitu gani? Wawache mchezo bwana. No. Hapana. Na kiburi na madharau mtawacha. Sijui kama tunaelewana. Ati wananidharau, ati wanasema ati mimi ni hivi hivi. Mtajua hamjui. Sijui kama tunaelewana. Mimi ni mtu muungwana. I am ready to talk with fellow leaders. But if you are not ready to engage me in positive conversation, you want to cause chaos, you want to use blackmail, you want to use threats, my friends, you cannot threaten us. I want to tell you. Sijui kama tumekubaliana. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bomet, mnajua mahali saba iko? Mnajua mahali saba iko? Sasa wewe unakuja kuuliza mwananchi wa kawaida mambo ya saba, huyu mwananchi atajua saba ilikuwa wapi? Na wewe ulikuwa wapi wakati saba ilikuwa inazungumziwa kule katika Supreme Court? Sasa hii mnakuja kutuletea mambo ya ujinga. No. Hapana. Hiyo imetosha. Sijui kama tunaelewana watu wa Bomet. Nyinyi, mimi nauliza nyinyi, mnataka tufanye maendeleo ama mnataka turudi kwa maandamano? Tufanye maendeleo? Hebu nione wala anasema tufanye maendeleo. Asanteni sana. Mnataka kusikia Rigiji? Wapi nduru ya deputy president ya